Kwanza nichukue nafasi hii kwa upande wangu nampongeza Clement. Nampongeza sana Clement Nzinze, kafanya jambo jema na akafunga goli zuri na ni mchezaji wa Kitanzania. Najivunia na kumpongeza Clement kwa sababu ni mchezaji wa Kitanzania. Mwanzo mchezaji ambaye kafunga kwetu na akachukua hilo goli bora ni alikuwa Msenegali Pape Ousmane Sako, lakini alikuwa upande wa Simba na goli alifunga upande wa Simba. Hii natoa pongezi katika staili mbili. Kwanza natoa pongezi kwa Clement kama Mtanzania, lakini nampongeza Clement Mzinze akiwa kafunga goli lililokuwa bora mpaka akawapita watu wengine wote kama Mtanzania. Lakini kwa upande wetu sisi Simba hatunaga longolongo. Tunaona tu kwenye mitandao watu wanaandika lozi na wauma sisi nafanya nini. Mwana Simba anayependa mpira hawezi kudharau ubora au goli alofunga Clement kwa sababu amepewa tunzo. Sema kuna watu wanatengeneza chuki ionekane watu wampende Mzinze. Hata swala lake la Clement la kwenda nje, sisi ndo tulipiga kelele sana Simba. Kwa sababu tunajua Clement atakavyoenda nje, mafanikio yake tutanufaika wa Tanzania wote. Inawezekana sio mimi, lakini mwingine atanufaika. Akifanya lolote jambo kubwa. Leo Clement kafungua duka Kinondoni. Sinza sio Kinondoni. Duka lake kaajiri vijana wa Kitanzania. Kwetu sie ni furaha. Leo Clement angetoka angeenda nje, inawezekana angekuja kujenga hospitali, inawezekana angejenga shule, hiyo pesa alopata huko. Tumemwona Sadio Mane, ndio maana Simba tunalia wachezaji wetu wazawa na wao wakipata nafasi waende nje. Mbona wachezaji wa kigeni maforeigners wakipata nafasi kwenda nje wanakuwa so wagumu kuwaachia? Leo Stefano Azizi kio kwa wapi? Wamemwachia kaondoka na sio Mtanzania. Leo Stefano akifanikiwa watafanikiwa Burkina Faso. Lakini inakuwaje mchezaji wa Kitanzania unamkatisha ndoto zake? Na ndio maana Simba tulimtetea Clement, watu wakaminduka. Mnaogopa kwenye mechi ya dabi, atakosekana, mtakuwa hata wafunga, hata uwafunge Simba miaka 100, mwisho wa siku utastafu, utabaki na uzee wako na Simba itakuwepo. Bana, wanasema mambo sio ya kwenu, mnavalia sana kibwaya. Yaani ngoma sio ya kwako lakini unavalia kibwaya, unaingia ndani kucheza. Mambo ya kimaendeleo ya kimpira sio ya kwako. Kama unavomuona unavozaa mtoto ukampiga pale ukamuua au ukamfanyia tukio baya, serikali inakufanya nini? Haikuhukumu. Mtoto si wako. Umekesha wewe usiku, kama ulimpata usiku au mchana, chakula cha kumpata yule mtoto cha kumpa yule mtoto umempa wewe, lakini muue yule mtoto uone shughuli ya serikali. Tunapozungumzia kitu chochote cha maendeleo ya mpira, hatukuzungumzii klabu yako au wewe kiongozi kwa maslahi yako. Tunazungumzia umoja wa nchi yetu na kufanikiwa kwa nchi yetu. Sasa wao wasituone kama sisi tunazungumza kama labda kusiku na kitu tunachokitaka. Sisi tunachotetea maslahi. Leo wa Tanzania tunafarijika sana kumuona Mbwana Ali Samata yuko katika level za juu. Na kuna vitu kafanya Mbwana Samata. Leo ukifuata system ya Samata, kaajiri wa Tanzania wengi ambao ajira walikuwa hawana kwa kupitia mpira. Samata katokea kwetu Simba. Simba tunafarijika. Lakini kwa nini nyinyi mnabana? Na sisi tumempa Clement mfano. Sio hivi hivi. Hao na ndio historia yao. Wamemferisha Jelson Tegete. Wamemferisha Mrisho Alfa Ngasa. Hao wa Tanzania hamna foleni hata mmoja. Na hao watu mpaka leo wanashindwa kusema tu, lakini wamerudishwa nyuma sana na hao watu. Jeli alishaondoka, Ngasa alishaondoka. Ngasa imekuja timu kutoka Sudani, wana hela cash. Wamemwambia azime simu kaenda kujifungia ndani, Waarabu wamekaa na hela, wameondoka wameenda kumpa mtu mwingine. Leo kwa nini hawa watu si tusipate ulakini na wao? Na ndio maana tunasema wanachokifanya wanachokosea. Wachezaji wa Kitanzania wanawanyima haki zao. Wachezaji wa kigeni wanawapa nafasi. Leo Fiston Mayele yuko wapi? Kaondoka. Samani ya Mayele akipata chochote atatusaidia Tanzania? Si anasaidia Kongo? Tena mbona wazao wanawabania? Wameua vijana wetu wawili, roho zinatuuma, na wale ni wa Tanzania. Kama mtu anakasirika kwenye hili akasirike. Na hii ndo wanaoifanya. Leo mfano Jeli Tegete umwangalie, wamempotezea maisha yake. Jeli kashawini Ulaya. Wamemshawishi arudi, karudi wazungu wamwambia kama umeondoka kwenye timu yako baki huko huko. Kakosa nafasi. Sasa kuna vitu vingine si hatuvipendi. Sio kama tunaingilia vitu havituhusu. Ila ukigusa maisha ya Mtanzania ukampeleka ovyo, sisi tutasema. Jumapili mnakwenda kucheza dhidi ya Petro Atletico de Rwanda, moja ya timu hatari kwenye ukanda wa Afrika. Tujalie sasa wewe kama shabiki wa Simba, matarajio yako na matazamio yako kwenye mchezo huu. Mechi yetu ni ngumu. Mechi yetu ni ngumu.
na ndo mechi ya kwanza, lakini kwa bahati tumeanzia nyumbani na tumeanzia nyumbani na mfupa mgumu. Petro di Luanda tumeona rekodi, wamemtoa Mazembe, washaye kumfunga Sundown wakiwa katika ubora, kwa hiyo sio watu wa kawaida. Kwa hiyo sisi kama Simba nadhani kuanzia management huko siwezi kuwaingilia sana, lakini si mashabiki pamoja na viongozi wa matawi pamoja na watu wengine tumejipanga kuhakikisha tunaenda kusupport timu yetu, na tuwapongeze viongozi wetu, yani wanajua kabisa ugumu wa hiyo mechi, na ndio maana tumeona wametengeneza kitu kama hiki hamasa, tunapita kuhamasishana, kukumbushana, then kwenye matawi, then kwenye vijiwe, kila mtu ajue kwamba mechi ya tarehe 23 ni ngumu. Kwa hiyo kwa upande fulani niwaambie tu wana Simba, support ya wana Simba wanatakiwa popote ulipo, kama ukiwa karibu basi kata tiketi yako, njoo uwanja wa Benjamin Mkapa, na kama uko mbali basi muombe Mwenyezi Mungu wako kwa imani yako mechi yetu tuweze kufanya vizuri, kwa sababu wachezaji wetu wazuri, benchi letu zuri, management yetu bora, lakini chochote wetu kukifanya lazima umuombe Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia tuweze kushinda mechi yetu ya kwanza tupate pointi 3. Shabani, tukisema mashabiki wa Simba hamwezi kuamka mpaka muamshwe na ndio maana zinafanyika hamasa, tutakuwa tuko sahihi? Hapana. Simba ni watu ambao wanapendana sana, na maana nguvu moja maana yake. Nguvu moja ni wote lazima kila muda lazima mshikane. Hamwezi kuwa pamoja afu mkawa hamna story. Ina maana hii hamasa tunaunganisha neno la nguvu moja. Unaposema nguvu moja ina maana mtu wa Mbagala, mtu wa Chanika, Gongo la Mboto, wa Mtwara, wa Mwanza, wote tunakuwa nguvu moja. Swala la kukumbushana sio kama kukuamshana. Hata katika dini, misikitini tunasikia azana. Kila mtu anajua kwamba muda wa kuswali ni saa 7, lakini azana lazima ipigwe watu waende msikitini. Lakini hata hiyo Jumapili au kanisani lazima usikie kengele, hata kama unajua kabisa leo lazima niende kanisani. Kwa hiyo swala la kukumbushana sio kama lazima mtu anaambiwa lazima abustiwe, hapana. Kinachotakiwa ni kukumbushana. Tunachofanya ni kukumbushana kwamba wana Simba thamani yetu ni hii na tunahitajika kwenda uwanjani. Shabani, wenzenu jana wamezindua, zamu yenu sasa leo kuzindua jezi. Kwanza niwapongeze, wametengeneza jezi ambayo ina thamani kwa wale watu wa hali ya chini, hasa mamalishe na watu wa kwenye mabucha. Wametengeneza jezi ya njano ina apron. Unajua mamalishe wakivaa wanavaa na apron ya. Sasa hawa mwatengenezea moja kwa moja. Yaani ukinunua jezi yao, apron inakuwa iko kabisa hapa. Kwa hiyo ukitaka kupika, kufanya mambo yote, wewe unamaliza shughuli yao. Kwa hiyo mimi niwapongeze katika hilo, wamejali vitu vyote. Hiyo ndio tunavyotaka sasa. Mamalishe nao wajali kidogo watu wa mabucha ya nyama, wajali kidogo. Kwa hiyo ile apron yao ya rangi ya njano, sisi kwetu ile ni furaha zaidi. Hapo nawapongeza. Nimewapongeza katika ile apron. Ya njano ile ina apron. Yaani mimi nimeipenda. Apron ni jezi. Apron. Yaani apron ni kitu ambacho kinazuia ingo yako isichafuke. Kwa hiyo jezi ilitengenezwa afu juu ikawekewa apron. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Wamefanya jambo la maana. Ya kijani wameweka hata mama ambaye ananyonyesha. Anatoa ziwa watu wananyonyesha. Kwa sababu unatoa kuna kola ile ya V na ile ya kijani hata kutakuvalia tai shekhe. Unavaa tai. Mbunifu wao uko vizuri sana. Kwa hiyo katika hilo niwapongeze. Wasubiri shughuli yetu leo. Nimefurahi. Hatujali. Wasubiri shughuli yetu leo inshallah. Shughuli yetu ina nini? Leo jezi ya mpira inatoka Tanzania kwa Simba Sports Club. Sio jezi ya vibonzo. Sema na Malini nimesikitika kwa sababu kwenye jezi yao hawajaweka kibonzo. Ulikuwa unataka kuna maandishi? Wangeweka maandishi Simba tumemfunga mara 6. Kwani ni uongo hamjafunga? Ndio tunasikia raha sasa yake. Yaani wakiweka kibonzo, si tunasikia raha. Tunasikia raha kufungwa mara 6. Wakiweka kibonzo. Kufungwa tena tushafungwa mechi imepita. Kibonzo kile wanachokiweka kwa sababu ile jezi inakuwa kila ukikutana nayo unasoma, unaiangalia. Wanakukumbusha. Hapo namba 6 hiyo nini yenyewe wanakuja kuweka kwa nyuma. Kwa hiyo si tunasikia raha. Tunasikia raha sana. Sasa sema jezi hawajaweka kibonzo. Sasa kama hawajaweka kibonzo, kwa kuwa hawajaweka kibonzo, tuwapongeze, ile apron inatosha, si kwetu furaha. Bwana Shabani, asante sana. Nashukuru sana.